Metro. Super Metro wajua hata sasa hivi wanategea Nuru ya Lugha. Wameweka Nuru ya Lugha. Nuru ya Lugha. Alafu City Shuttle pia wanaweka Nuru ya Lugha. Sasa unapata kelele haipo. Wameweka, dereva anaweka sauti ambayo ni rafiki kwa masikio. Kwa masikio. Si ya kutaka kupasua sikio. Wajua unaingia kwenye gari unasikia tup 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 tup. Mpaka ukitaka kumwambia yule ambaye ni mhudumu wa ndani kwamba ningependa unishushie mahali fulani. Unapata unaanza kumwambia niweke mahali fulani. Unapata sauti zaidi. Niliuliza mmoja, wengine wetu tayari tuna matatizo ya macho. Sasa pia tunapasua masikio bwana. Wanataka tuongezea matatizo bwana. Muzeni. Lakini wapo wanaopenda kwa sababu nakumbuka kuna mzee aliwahi kumwambia kwamba hatutaki redio. Yaani walifika mahali gari alafu redio kukawa na hitilafu. Sasa ikazima. Mzee mmoja akasema bwana, Mungu amejibu maombi yetu bwana. Hatutaki kelele. Mmoja akamwambia pale bwana, sisi tunapenda hiyo. Tunataka hivyo. Dere. Hebu tengeneza mitambo. Kwa hiyo unapata pia kuna wale ambao nafikiri sera iwepo ya kuamua tu gari la kelele ndilo hili. Ni swala nzima la usikivu kwa sababu najiuliza mbona tuwe na kelele kiasi hivyo? Hivi hawasikii? Shida iko wapi? Alafu wajua wale wameunda mitambo pale mbele ya dereva. Kuna mixer hapo ambayo ya kuongeza sauti. Ngurumo. Nasikia na zingine zina ma-DJ kabisa. DJ wapo kabisa. Wanafanya mix pale. Wajua kwamba kitu kama hii nchi kama Rwanda hata ambulance zimekatazwa kupiga honi. Nadhani ni tatizo ambalo lazima sasa tuanze kuwa na mjadala kuhusu, kwa sababu si hata matatu tu. Sijui kama umepanda baadhi ya pikipiki kwa na zile exhaust kubwa kabisa, kisha kuna kijifirimbi pale na milipuko unasikia yani uko kwenye nyumba. Kama ni hata mstaifa alikuwa na gari lake moja, sijui kama ulitoa Subaru. Ile Subaru yako ulitoa vile milipuzi. Kwa sababu unalipua nini? Nilitoa. Mara nyingi unapata viongozi katika kada mbalimbali. Kiongozi anaona ni kama ana busara zaidi, ana maarifa makubwa zaidi kuliko wale ambao anawaongoza. Kwa hiyo hata mtu akitoa kero anaona ni kama ni ujinga fulani, ni upumbavu. Sema ujinga gani huo bwana? That is stupid. Kuwa kiongozi hui na busara. Kwa sababu busara hii huipati baada ya kuwa kiongozi. Mtu anakuwa na busara ambayo ni ya kuzaliwa na kuangalia mambo na tajriba ambayo tunaipata kwa muda. Na ndipo unapopata nafasi ya uongozi unajua jinsi ya kuongoza. Wengi wanadhani kuwa baada ya kutolewa kiongozi sasa wana busara zaidi ya kuliko waliowateua. Ni kuwa sisi wote hatuwezi kuwa viongozi kwa wakati mmoja. Ni kama mstaifu huwa mnaita namna gani kwa Kiingereza? Monopoly of wisdom. Monopoly of wisdom. Unajua kuna mtu ambaye huwa anaona kwamba akiwa kwenye cheo sasa ni yeye ndiye ana uwezo wa kufikiria vizuri. Kwa niaba yetu. Na kwamba anayafanya yote hata kama yana udhaifu ndio sahihi. Ndio sahihi kabisa. Ni kama rais kuuliza bwana, hamjui kuna mabilioni hapa? Yeye anaona amewaza kwa busara kubwa zaidi, kubwa kuliko wananchi. Ni kweli, kuliko wananchi. Ndio udhaifu wa viongozi. Na kutoa idhini kwamba quarantine iweze kujengwa. Kwa nini? Kwa nini? Wewe unaunga mkono? Kwa nini? Unaunga mkono kwa quarantine? Quarantine ijengwe pale. Tujenge kwako. Sina maoni. Mlamba tujenge kwako. Nilisikia kiongozi mmoja. Nilisikia mwananchi akizungumza akisema, yani mmoja alikuwa akiunga mkono akisema tunamlaumu tu rais bure. Rais pia unajua ni kiongozi na ni mwananchi. Kwa hiyo tumpatie fursa afanye kazi. Hata karantini hii si ati ni mbaya. Ni nzuri. Kuna mgonjwa yupo. Kama mgonjwa yupo tumuundie mahali pa
kumpatia huduma. Na hata hao wakitibiwa wakienda sitabaki hapa Kenya. Ni kweli. Mmoja akamwambia situjenge kwako. Na mwalimu, nilikuwa ninataka kuzua wazo hili la usikivu. Nimemsikia kiongozi mmoja akisema hata washauri wa Kenya. Na nikajiuliza kama kiongozi ambaye ana fursa nzuri tu ya kushauriana na wale ambao wanahusika katika masuala haya, akisema hata tushauri sisi. Naam. Na nilarudisha shuleni kama kiongozi anaweza kusema hawezi kuwashauri wa Kenya. Je, walimu wakuu wanawashauri wanafunzi? Na wazazi wanawashauri wanafunzi? Je, tunasikizana? Kwa sababu nadhani hilo ndilo tatizo hapa. Tunaweza kusema shinikizo la marika, msongo wa mawazo, lakini mwisho wa kuisha tunasikizana, kuna usikivu, mzazi kumsikiza mwanawe, mzazi kusikiza mwalimu, wanafunzi kusikiza walimu wao, na viongozi wetu wanatusikiza, kwa sababu shule ni kioo cha jamii kama ilivyo fasihi. Yale ambao wanaona kule nje ndio ambao wanayatekeleza hapa shuleni. Kwa hivyo wakiona kule nje ili wasikizwe lazima wachome, waharibu. Mbona wasifanye hivyo shuleni? Kwa hivyo ni mambo ya usikivu tu. Mwalimu, pengine tukimalizia kabla ya kuwasikiliza wanafunzi.